yote yanawezekana. Jamani, haleluya. Ama nyingine, kwa sababu ya uwepo wako leo. Bwana tena tuinue kwanza. Wangapi wamefika kwenye lu? Nyoshe mkono. Asante sana. Sura ile ya kwanza. Soma kwanza. Ikawa zamani za waamuzi kuamua wana njaa katika nchi, kutoka mtu mmoja wa Bethlehem ya Yuda aenda kukaa katika nchi ya Moab, yeye na mkewe na wanawe wawili. Jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, jina la mkewe Naomi, na jina ya wanawe wawili Maloni na Kili.
nchi ya Wamoabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Kitabu cha Luthi, kitabu kizuri sana, wengi huwa tunakisoma, na leo nakupa tu vionjo vidogo sana ili uelewe nini maana ya kitabu cha Luthi na kwa nini tuko nacho hapa. Kitabu cha Luthi kiliandikwa cha Luthi kiliandikwa katika nyakati ambazo Waisraeli waliokuwa wakiishi katika Yuda ya Bethlehemu walikuwa wameshuka katika viwango vya kiroho kiasi kwamba hawakuwa tayari kusikiliza na kuishi katika msingi wa neno la Bwana. Na Biblia inaniambia kwamba kitabu hiki cha Luthi kinasadikika kiliandikwa na nabii Samueli. Hatujui aliyeandika hasa ni nani, lakini tunaambiwa ni kitabu cha Luthi. Bwana asifiwe. Na nikisoma habari za Luthi, Luthi hakuwa Mwisraeli, alikuwa ni miongoni mwa watoto walioishi Moabu, lakini akapata ofa ya kuolewa na mtu mmoja kutoka katika ukoo na jamii ya Elimeleki. Bwana asifiwe. Na huyo si mwingine, anaitwa Boaz. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Luthi kitabu chake kinaonyesha kabisa kwamba kiliandikwa katika nyakati za mwaka wa 1200 hadi 1020 kabla ya Kristo. Usishangae, kabla ya Kristo miaka ilikuwa inahesabiwa kutoka juu kurudi nyuma. Kwa hiyo kiliandikwa ndani ya miaka hiyo, lakini wakati kinaandikwa inaaminika kuwa kitabu hiki kiliandikwa katika nyakati ambazo hakukuwa na waamuzi, wale wafalme hawakuwepo. Kwa hiyo kama hakuna mfalme na kama hakuna waamuzi, maana yake tayari kila mtu anaweza kuishi anavyotaka. Maana kuna tofauti ya mfalme na maamuzi. Maamuzi anaamua kesi, jamani, Bwana asifiwe. Lakini mfalme ni mtawala, yeye anatoa oda. Kwa hiyo hiki kitabu kinaandikwa katika nyakati ambazo hakuna mfalme, mtawala hayupo, lakini pia si mtawala tu, hakuna anayeweza kukabili akaamua kesi. Na Biblia inasema ni ndani ya kipindi hicho Waisraeli wakiwa katika changamoto nyingi, wameenda kuabudu miungu mingine mingi kibao. Biblia inasema hasira ya Bwana ikawaka, naye Mungu akawatia katika mikono ya wafalme wabaya. Kwa nini? Kwa sababu waliliacha jina la Bwana, wakaenda kinyume na yeye. Na Biblia inaniambia kwamba baada ya hapo, kwa kulingana na matendo yao waliyotenda yasiyofaa, nchi ya Yuda ya Bethlehemu ikapatwa na njaa. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Ikapatwa na njaa. Kwa hiyo ukame ukawa ni mwingi. Maeneo hayo yakawafanya Elimeleki na familia yake wakaondoka kutoka Bethlehemu, yani Yuda, wakaenda kwenye nchi ya Moabu kwenda kutafuta chakula. Halo. Maana nchi ya kwao moja ina ukame, na namba mbili si ukame tu, ina njaa ya kutosha. Na ngoja nikwambie, unajua bwana, matatizo hayana formula. Halo, nimesema nini? Hayana formula. Matatizo yana sura hii moja. Matatizo yana sura ya kufanana na ujio wa Yesu wa mara ya pili. Maana tunaambiwa kwamba hatujui ni siku gani, ni saa gani ambayo Yesu Kristo atakuja. Ndivyo ilivyo na matatizo. Hayabishi hodi. Bwana asifiwe. Halo? Hii ndo mtua. Matatizo hayabishi nini? Yanakuja tu, hayaalikwi. Unaweza kuamka tu asubuhi, umeamka ukiwa vizuri, ukashangaa kabla siku haijaisha umekutana na matatizo.
yana sura ya kuja katika taswira ya muonekano wa ujio wa pili wa Yesu. Yesu anatuambia hatujui siku wala saa wala nyakati za kuja kwake. Ndivyo alivyo matatizo pia. Kama nielewa upunge mkono. Ndivyo alivyo na matatizo. Hayatoi taarifa. Wakati huyu Elimeleki na familia yake, Naomi mke wake na watoto wake wawili wakiwa Yuda, walikuwa wanaishi maisha mazuri, wamejawa na tabasamu. Maana hata ukiangalia neno lenyewe Naomi linamaanisha mtu wa kupendeza, mtu wa kufurahia. Lakini sahihi kulingana na matatizo, Naomi jina lake halibebi tena maana tulitarajia awe ni mtu wa kutabasamu. Bwana sifiwe. Akiwa mwenye furaha, awe ni mtu ambaye anapendeza. Lakini saa ikafika, matatizo alipomkabili, ile furaha ikaondoka, akawa sio mtu tena wa kutabasamu. Na anapofika kwenye nchi ya Moabu, taarifa ya kwanza, anakanyaga tu, mume wake anakufa. Furaha inaondoka na hajakaa sawa, watoto wake nao wanakufa. Hakuna furaha, lakini jina lake limebeba furaha. Tutarajia tukimuona Naomi tumkute amevaa vizuri, anatabasamu, au sio? Hajapauka, amepaka mafuta vizuri. Lakini sahihi Naomi jina lake linabadilika kutoka kuitwa mtu mwenye furaha, anakuwa mtu mwenye huzuni kulingana na changamoto zilizomkabili. Na nimekuja kuatia moyo, na najua kuna watu ambao tumefikishwa hapa kwa neema. Naongea na mtu mmoja. Maisha yetu yalikuwa yamejaa matatizo kila sehemu. Na kutia moyo leo, rudi Bethlehem. Hana furaha. Sikiliza. Kilichomuondoa Elimeleki katika Bethlehem ya Yuda ni njaa. Ni nini? Ni njaa. Na unajua maana yake, Elimeleki alikuwa anatuambia hana uwezo wa kukabiliana na matatizo. Na nikikwambia maana ya neno Elimeleki utashangaa. Elimeleki ni maneno mawili ya Kiebrania, Eli na Meleki. Eli ni Mungu, Elimeleki ni mfalme. Maana yake anasema walimuita Elimeleki, maana yake Mungu ndiye mfalme wangu. Kwa kama ni mfalme wake, maana yake angemsikiliza, haijarishi ni matatizo kiasi gani, angebaki. Bwana asifiwe. Lakini kuna saa ilifika, huyu anayetuambia Mungu ndiye mfalme wangu, changamoto zilipomkabili, akaondoka kwenye mikono ya Bwana, akaenda kutafuta maisha nje na nani? Na Mungu, katika nchi ya Moabu. Na Biblia iko wazi, wa Moabu Mungu alikataa tusikanyage katika nchi ya kwao. Na akasema kabisa vizuri ya kwamba wasifungamane nao hata kwa kuoa au kuwaozesha binti zao. Elimeleki akakanyaga kule. Kwa nini? Kwa sababu ya matatizo aliyokuwa nayo. Na sikiliza nikwambie, matatizo huwa yanakuja ghafla, hayaji na taarifa. Na kwa sababu yanakuja ghafla, tunatakiwa tujiandae kukabiliana nayo. Bwana asifiwe. Sasa mimi nikuulize, kwani wewe huyu naye mtazama na kumwona huyu amekuwa ni mtu fulani ambaye unamtazama katika viwango vya chini kulingana na changamoto anazopitia, nikuulize swali, unadhani yeye alikuwa ameumbiwa hayo? Hello. Hakuumbiwa hayo, lakini yalikuja, ni sehemu ya maisha baada ya dhambi. Na matatizo yanapokuja, huwa kuna makundi matatu ambayo yanaepuka matatizo au wanashughulika nayo. Moja kabisa, kuna watu ambao wakikutana na matatizo wanayakimbia. Hello. Wanabadilisha mazingira, wanakimbia. Sasa tatizo kilikimbia, wakati mwingine unaweza ukakimbilia mahala ambapo yataongezeka matatizo zaidi. Kabisa, nakwambia ukweli. Kwa Elimeleki naye yupo kwenye kundi la watu ambao hawezi kukabili matatizo, lakini matatizo yanapokuja kwake
yeye anaona njia rahisi ya kuyakabili ni kubadili mazingira, akimbie bila kujua ya kwamba kula nako kwenda ndipo kwa matatizo yamejaa. Kundi la pili, wapo watu wengine wanakabiliana nayo huko wakiomba uvumilivu na kutafuta ufumbuzi wa matatizo. Bwana asifiwe. Yaani likija tatizo, yeye hakati tamaa, anamwambia Mungu nisaidie niweze kubaki kwa mvumilivu, nikiwa mwaminifu, huku akiomba ili ayakabili matatizo. Haleluya. Na unapofikia kiwango kama hicho, Yesu anakutokea kama shujaa kukupa ushindi. Na kundi la tatu, wapo wengine ambao wanalia na kukata tamaa. Yaani tatizo likija kwake, yeye analia na kukata nini? Tamaa. Muulize jirani yako, wewe uko katika kundi gani la watu hawa? Je, ni anayekimbia au anayeyakabili kwa maombi na uvumilivu, au ni anayelia na kukata tamaa na kutia moyo? Pamoja na yote ambayo unakutana nayo, umekutana nayo kwa mwaka mzima, nimekuja kukueleza habari za Mungu ambaye anaweza kubadilisha misimu uliyopitia. Nilidhani mtasema amina. Usikimbie. Bwana asifiwe. Kuna mahala utakimbia, kunapokimbilia hapafai. Na unajua sio Elimeleki tu aliyekimbia. Tuitarajia huyu anayesema Mungu ndiye mfalme wangu, ndiye tutie moyo, lakini matatizo yakamfanya akahama mazingira, akatoka Bethlehem. Na unajua Bethlehem ni maneno mawili tena ya Kiebrania yanayomaanisha nyumba ya mikate. Manake mahala alipokuwa mzee Seba palikuwa pana chakula. Haleluya. Ila palihitaji uvumilivu. Na kwa sababu hakuona zile habari za kwamba wao wamekosea, aliona tu matatizo katikati ya mazingira matatizo, hakuona wema wa Bwana. Akaamua kwa makusudi atoke kwenye nyumba ya Bethlehem, atoke kwenye nyumba ya Bwana, mahali sahihi, ili aende kwenye mikono ya adui. Akatembea na kuondoka. Zebahoze akaondoka. Na mimi nasema alipoondoka tu nikana kwamba ulinzi wa Mungu nao umeondolewa. Kakanyaga tu kwenye nchi ya Wamoabu, hajakaa hata miezi kadhaa, mume akalala. Ndipo sasa ile furaha ikaanza kuondoka. Biblia inaniambia kilichofuata, watoto nao wakalala. Lakini akiwa Moabu, taarifa zikafika, Bwana asifiwe, ya kwamba kule Bethlehem Mungu amenyesha mvua. Unajua, ninaongea na mtu ambaye ananiangalia. Alipopata changamoto kwa mwaka uliopita na tunaomaliza leo, alishindwa kuzikabili. Akaondoka hata ndani ya mikono ya Bwana. Akakata hata tamaa ya kurudi kanisani. Ndiye naongea naye, pengine ananifuatilia au uko hapa. Akaenda mbali kulingana na matatizo yanayomkabili. Akaamua kuondoka kwenye mikono ya Bwana, akatafuta msaada katika mikono ya adui. Na alipofika kwenye mikono ya adui, ndipo changamoto zikaongezeka. Ninayo habari njema. Rudi Bethlehem, maana kuna mikate imejaa. Chakula kimejaa. Unawezaje kuondoka kwenye mikono ya Mungu uende ukatafute baraka sehemu zingine nje na Mungu? Hapana. Yaani kwenye mikono ya Bwana baraka zake ni za hakika, na kwenye mikono ya Bwana chakula chake ni kizuri. Haleluya. Hata ukitoka kanisani ukaenda kutafuta baraka nje ya kanisa la Bwana, ni kweli unaweza kupata, lakini zina majanga ndani yake. Nimekuja kukufariji, rudi kanisani. Ubaki na urudi Bethlehem. Na unajua kitabu cha Ruthi kinasema hivi. Ukienda kwenye kitabu cha Judges, Waamuzi sura ile ya 19, kinatupatia background iliyokuwepo hadi ikampelekea Elimeleki akaondoka. Neno la Bwana linasema kabisa ya kwamba
katika sura ya 19 fungu la kwanza kitabu cha Waamuzi, Biblia inatuonyesha kwamba katika nyakati hizo kulikuwa na mambo mengi, na natuambia ikiwa katika siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Alikuwapo Mlawi mmoja aliyekuwa katika nchi akikaa hali ya ugeni upande wa mbele wa nchi ya vilima vya Efraimu, aliyejitwalia suria katika Bethlehemu ya Yuda. Hapakuwa na mfalme, na kwa sababu hapana mfalme, waamuzi nao hawapo, na hii tunaambiwa ya kwamba alikuwepo Mlawi. Bwana asifiwe. Sasa Biblia haijaandika kwa makosa. Huyo Mlawi ana maana yake. Kwa nini ameandikwa na kurekodiwa? Kuna jambo Mungu anahitaji tujifunze siku ya leo. Bwana asifiwe. Kuna jambo Mungu anataka tujifunze. Huyo Mlawi huyo. Lakini nataka nikutie moyo ya kwamba usikimbie matatizo, lazima ujifunze. Wakati unakimbia matatizo, kuna mwingine anakabiliana nayo. Haleluya. Wakati unalia na ukata tamaa, kuna mwingine kabisa katikati ya matatizo na changamoto anazopitia anapata faraja na kulala usingizi. Tuna mfano ndani ya Biblia. Siku ile wanafunzi wa Yesu wako kwenye chombo usiku, kinasukwa. Biblia inasema Yesu naye alikuwa amelala usingizi. Bwana asifiwe. Wanafunzi wanalia, wanaona changamoto na namna ya kukabili matatizo hawawezi, lakini Yesu yeye amesinzia usingizi. Achana na Yesu, mwangalie Yona. Bwana asifiwe. Mwangalie Yona. Wakati watu wanalia, yeye yuko chini kabisa huko, amekula starehe, ametulia, hawazi. Achana na huyo, mwangalie Petro. Bwana asifiwe. Yuko ndani ya gereza. Ingekuwa ni leo umetaarifiwa kabisa ya kwamba sasa wewe Petro, siku ya kesho utakufa na Herode hatanii, maana wana DNA ya kuua kwa kukata vichwa, na ametaarifiwa utauawa kesho, utakatwa kichwa, ni zamu yako. Nikuulize swali, ungelala? Neno la Bwana linasema Petro usiku akalala usingizi. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini yupo katikati ya matatizo, mama Bahoze. Katikati ya matatizo amesinzia, na anajua kabisa kukipambazuka ninaenda kufa. Wewe ungelala? Ile ndo kabisa utaanza kusema hivi, kwenye akaunti yangu na shilingi ngapi? Hivi hebu leteni hao kuku tuchinje ili tule. Sasa utachinja, hutamaliza hata kuku mzima na utalala. Sikiliza, katikati ya matatizo jifunze kumtazama Yesu kwa uvumilivu. Haleluya. Atakutokea. Usikimbie, omba akupe uvumilivu, na anapokupa uvumilivu omba akusaidie kutafuta ufumbuzi wa matatizo. Na neno la Bwana ananiambia huyu Mlawi huyu aliyekuwepo hapo katika mazingira mabaya sana. Neno la Bwana linasema ilifika sehemu Waisraeli wakamkataa Mungu kabisa. Ukisoma katika sura ya 3 ya kitabu cha Waamuzi, utasoma fungu la kwanza hadi la 6 na kuendelea. Waisraeli wakakataa kuongozwa na Mungu, wakaenda kusujudia miungu, wakasujudia na kutumikia mabahari. Na Biblia inasema Mungu akamwinua mtu, wakakombolewa tena. Haleluya. Wakaanguka tena, wakaomba tena msamaha, wakakubaliwa, wakakombolewa, wakaanguka. Yani wanatengeneza kasaiko. Wanatenda dhambi, wanatubu, Mungu anasikia. Wanarudi tena, wanatenda dhambi, wanatubu, Mungu anasikia. Wanatenda dhambi, wanatubu, wanarudi kwake, Mungu anasikia. Haleluya. Ninawafariji. Yani ni kweli, yaweza kuwa utatenda dhambi, iwe ni ya makusudi au ya bahati mbaya, na sijui kama kuna dhambi ya bahati mbaya, ila ukirudi kwa toba ya kweli utasamehewa. Utasamehewa. Lakini usitende dhambi ukiwa unasema nitatenda, kesho nitarudi kutubu. Unatenda, unasema kesho ninatubu. Kuna toba. Acha nitende ili nikatubu.
Saa hiyo sasa ukifikia kiwango hicho unasema ninatenda dhambi ili nikatubu. Unatenda, unatubu, unatenda kwa kusema nitatenda dhambi ili nikatubu. Saa hiyo hauko kwenye toba, ila uko katika mikono ya adui, amekushikilia, kwa sababu toba ni kugeuka. Haleluya. Kwa hiyo ukisema unatenda dhambi ili utubu, umekosea. Lakini nakupa habari njema, hata kama ulienda mbali na Mungu, ukirudi tu anakupa neema na kukutendea makubwa. Haleluya. Kwa Waisraeli walipoingia katika nchi ya ahadi, Mungu aliwaambia wasishirikiane na Wamoabu katika jambo lolote, na walikatazwa hata kuwaozesha watoto wao katika makabila hayo wa Moabu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa ni wabaya, waliokuwa nakinzana na Mungu. Na Biblia inaniambia Waisraeli walikiuka maelekezo ya Mungu, ndipo njaa ikaipiga Bethlehemu, ndipo njaa ikaipiga Yuda, ndipo njaa ikaipiga Yuda yote na ukame, hakuna maji. Lakini katikati ya mazingira yote hayo, Mungu akawa na uaminifu. Na unajua ilifika sehemu, kwa sababu hakuna mwamuzi wala mfalme, ilifika sehemu kila mtu akatenda anavyotaka. Na kwa muda wako utasoma vizuri, nitakusomea tu mafungu kadhaa kidogo uone mazingira yaliyokuwepo. Neno la Bwana linasema huyu Mlawi huyu alipokuwa akisafiri akiwa safarini, Biblia inasema akakutana na mtu wa Mungu, mzee mmoja aliyekuwa anaishi ndani ya ile Bethlehemu yenyewe, Yuda. Akiwa ndani ya Yuda, anaishi humo ndani, Biblia inasema alikutana naye katika majira ya jioni sana. Kitabu cha Waamuzi sura hiyo ya 19, nitasoma katika fungu lile la Nitasoma katika fungu haraka tu. Nitasoma kwenye fungu lile la 16. Neno la Bwana, kisha tazama, akatoka mtu mume mzee, akatoka kazini kwake shambani wakati wa jioni. Mtu huyo alikuwa ni wa nchi ile ya vilima vya Efraimu, naye alikuwa anakaa katika Gibea hali ya ugeni, lakini wenyeji wa mahali hapo walikuwa wa Benjamini. Na ukisoma vizuri Biblia inasema naye alipovua macho yake akamwona huyo mtu anasafiri, yani yule Mlawi, katika njia kuu ya mji. Naye mzee akamuuliza, waenda wapi wewe, nawe watoka wapi? Akamuuliza swali. Alivyojieleza akamwambia, tafadhali njoo ulale kwangu, maana hii nchi ya Efraimu haifai. Akasema hamna. Baadaye akamtia moyo, akasema basi tuna chakula chetu cha punda na cha kwetu, tupatie tu angalau pa kwenda kulala. Na Biblia inaniambia siku ile wakati wanazungumza, kuna wanaume walikuwa wanawatazama, na yule mzee tu alipowakaribisha nyumbani kwake, ikawa kama siku ile Lutu alipowakaribisha malaika, wakaenda. Sikiliza, hao wanaoenda wako Bethlehemu. Halo? Kulingana na matatizo yaliyokuwepo nchi ya Yuda, wamemwacha Bwana, wakatenda wanavyotaka. Ndipo Biblia inaniambia wakashuka katika viwango kiasi kwamba hata watu waliokuwemo ndani ya ile nchi wakaona ni kawaida tu kwenda kulala na jinsia ya watu wenzao. Wanaume. Biblia inaniambia vizuri usiku huo, neno la Bwana linasemaje? Linasema hivi katika fungu lile la 21, basi akamtia ndani ya nyumba yake, akawapa punda chakula, nao wakaosha miguu, wakala na kunywa. Hapo alipokuwa akifurahisha mioyo yao, tazama, watu wa mji huo, watu waradhuri, wakaizingira hiyo nyumba pande zote, wakagonga mlango, wakasema na huyo mwenye nyumba, huyo mzee, na kumwambia, mlete nje mtu yule aliyefika nyumbani kwako, ili tupate kumjua. Bila Kiswahili nasema tupate kumjua, lakini haraka walimwambia tupate kulala naye.
Na ukisoma vizuri Biblia inasema yule mzee akasema hapana, msitende hayo. Akawa kama Lutu akasema ninaye binti yangu ambaye bado ni mwanamwali, nitawatolea huyo, lakini pia tutawapatia na huyu suria au mke wa huyo Mlawi. Wakamtoa nje. Biblia inasema yule mke wa Mlawi walimtendea vibaya kiasi kwamba alirudi asubuhi amechoka kwenye mlango wa nyumba ile mzee. Anapokuja mume wake ile asubuhi anamwamsha, amka tuondoke. Hakuna mtu anayeongea. Amka tuondoke. Hakuna mtu anayeongea. Kumbe amekufa. Na mimi naniambia usiniulize ilikuwaje, lakini neno la Bwana anasema yule Mlawi akamtia kwenye punda, akaenda naye akamkata kiungo kwa kiungo. Lakini nataka nikupatie mazingira yaliyokuwepo ya kwamba kukiwa hakuna taratibu za Mungu. Halo? Naongea na mtu? Ninasema hivi, kukiwa hakuna taratibu za Mungu, iwe ni kwenye nyumba, iwe ni kwenye nchi, iwe ni ndani ya kanisa, kuna mambo mabaya ya hovyo yatatendeka. Lakini habari njema ni hii, wakati anatendeka Mungu jicho lake liko pale. Bwana asifiwe. Sio kwamba amesahau. Anaona kinachoendelea, na kuna saa atazimisha kila kitu. Na unajua huyu Mlawi naye ilimgharimu akaondoka. Mlawi, mnamjua Mlawi? Mlawi, mnajua Mlawi? Mnajua sifa za Mlawi? Mlawi moja, Mlawi ni mtu wa imani. Bwana asifiwe. Ni mtu wa imani kabisa. Ni mwenye imani, maana anasimama kwenda kupatanisha watu na mbingu. Ni Mlawi anayemjua Mungu. Ni Mlawi ambaye ni mvumilivu. Hizi ni sifa zake nakupa. Ni mvumilivu, lakini pia ni mstahimilivu. Yeye ni mkarimu na anayejua kutia moyo watu. Na ni Mlawi huyu ni mtu ambaye ana maadili, anathamini watu na kuwatia moyo. Lakini neno moja tu, ni mtu mwenye imani. Haleluya. Maana anamjua Mungu. Lakini huyu mwenye imani ikafika sehemu na yeye pia akaondoka kwenye nchi ya Bethlehem kulingana na matatizo alikuwepo. Unaweza kusema ningekuwa mimi nisingeondoka. Na kutahadharisha, ungetoka. Kama tu mwaka huu ulipopata tu matatizo tudogo, ulitoka ukajikabidhi na kujisalimisha kwenye mikono ya adui. Lakini habari njema ni hii, Yesu anatuita tena. Yesu anatuita. Yesu anatuita. Ni kweli yaweza kuwa uliondoka katika nyumba ya Bwana ukaenda kutafuta baraka sehemu zingine, ukasema hata huko sitaki kurudi. Nakupa habari njema, ndani ya neno la Bwana, ndani ya kanisa lake, Mungu anarejesha mibaraka na yuko tayari kukubariki. Unajua ninakipenda kitabu cha Ruthi, kwa sababu katika kitabu cha Ruthi tunajifunza neema ya kwamba kitabu cha Ruthi kinatuambia maneno haya. Moja, kinatuambia neema ya Mungu huwa bado iko wazi. Haleluya. Sio kama naongea na mtu. Kinatuambia neema ya Mungu siku zote inatutafuta, bado iko wazi kwa yoyote anayehitaji kurudi. Haleluya. Lakini kinatutia moyo pia ya kwamba watu wa kila tabia, wa kila kabila, watu wa kila aina, atakayetaka kumfuata Yesu, mlango uko wazi. Bwana asifiwe. Uko wazi. Na ndio maana Naomi ambaye alifiwa miongoni mwa watoto ambao walikuwa wameoa watoto wake, hata walipokufa mmoja wao anaitwa Ruthi, akasema sitakuacha. Haleluya. Akasema sikuachi. Na akala kiapo akasema, yule mama anasema tazama sina mume, ni mtu ambaye sasa hivi ni wa huzuni, sina furaha. Rudini tafadhali, rudini mkaishi katika nchi yenu.
Yule Ruth akasema, ni kweli huna mume, ni kweli wewe ni mtu wa huzuni, lakini utakapokufa nitakufa na mimi. Bwana asifiwe. Akasema, kitakachonitenganisha na wewe mama yangu ni kifo. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Haleluya. Neema ikafunuliwa kwake. Biblia inasema yule mama aliposikia akiwa kule Moabu ya kwamba Mungu ameonyeshea mvua ya baraka kule Bethlehem, akarudi. Na aliporudi, Biblia inaniambia Ruth arudishiwa baraka nyingi sana. Ninasema hivi, aliporudi Bethlehem, Ruth alirudishiwa baraka nyingi. Na aliondoka nyumbani kwa makusudi. Lakini kitendo cha kusikia wito tena akarudi, alipewa baraka kibao. Jamani, alipewa baraka nyingi. Alipewa baraka nyingi. Alipewa baraka nyingi. Ninaongea na mtu mmoja ambaye ananitazama sasa hivi. Anasema, mimi hata hivyo nilimwacha Mungu kwa muda mrefu. Mwaka huu wote umeisha nikiwa nachechemea, maana nilitanga mbali na Mungu wangu. Hata hivyo yaweza kuwa kuna matatizo mengi nilijisababishia kwa kumwacha Mungu na kwenda mbali na yeye. Ndiye naongea naye. Sikiliza, nina habari njema. Ukiamua kurudi tu siku ya leo, upendo wa Yesu utakukumbatia. Na kile ulichokipoteza atarudisha. Jamani, atarudisha. Biblia niambiaje? Nasema naye Ruth aliposikia ya kwamba kule kumekuwa na mvua ya baraka, akarudi, akaipokea rehema. Na mtazama Ruth, anaangalia hivi, nawezaje kurudi? Nimevunja kanuni, nimevunja sheria, nimevunja masharti ambayo Mungu alinipatia. Nilitenda dhambi mwenyewe, nikaamua kuondoka makusudi kwenye mikono ya Bwana. Nawezaje kurudi? Wakati anajiuliza anawezaje kurudi, Roho Mtakatifu akamwambia, nenda. Haleluya. Akawa jasiri. Na alipofika Bethlehem ya Yuda, Bwana akamlipa. Unajua, naongea na mtu mmoja ambaye ananiangalia, ambaye ananisikia. Kwa kweli mwaka wote umekuwa ni mwaka wa huzuni. Ni mwaka wa vilio. Alihuzunika, na yaweza kuwa kilichomhuzunisha ni kwa sababu uliamua kwenda mbali kwa makusudi na Mungu wako. Ndiye naongea naye nikikutia moyo. Rudi Bethlehem. Rudi Bethlehem. Ni sehemu sahihi ya kupata chakula kizuri kinachokufaa. Usiende nje ya Bethlehem. Hata kama ni kweli ulitanga mbali kwa mwaka mzima, lakini ninakuja kukupatia habari za Mungu anayeweza kurejesha vilivyopotea. Haleluya. Atarejeshaje? Rudi ili akurejeshe. Na nasikia Yesu akisema katika Yohana sura ile ya 6, nampenda Yesu. Bwana asifiwe. Nampenda Yesu. Yesu ananiambia katika Yohana sura ile ya 6. Yohana sura ya 6, neno la Bwana linasema, anasema katika fungu la 37, Yohana 6:37, anasema, wote anipao Baba watakuja kwangu. Hello, mmefika Yohana. Ni kauli ya Yesu. Yesu anasema wote anipao Baba watakuja kwangu. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Yaani yeyote anayekuja, haijalishi yuko kwenye mazingira gani, aliua, alizini, ni mchawi,
ni mtu ambaye amezoea matendo maovu na mabaya. Yesu anasema yeyote ambaye yuko katika mikono ya Baba atakuja kwake. Haleluya. Na nasema akifika Yesu hamtupi nje kamwe, isipokuwa anampokea na kumfariji na kumtia moyo na kumbariki. Yaweza kuwa mwaka wako ulikuwa ni wa huzuni, ulishindwa hata kwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, na pengine hata unaogopa namna ya kurudi. Sikiliza, rudi kupitia kifo cha Yesu, una msamaha wa dhambi. Rudi kupitia kifo cha Yesu, una msamaha wa dhambi. Yeye Mungu ndiyo maana amekulinda kwa mwaka mzima. Ndio maana Mungu amekuhifadhi pamoja na mazingira na anguko na kushindwa kwako na namna ulivyoamua kama kusudi ukamkataa, ukaenda kinyume na yeye, lakini yeye akawa mwaminifu akakulinda. Alijua kama itafika siku ya leo utasikiliza ujumbe urudi kwake. Hivi kuna watu humu ndani na kutia moyo na kukufariji. Rudi. Haleluya. Bado mlango uko wazi. Rudi ufarijiwe. Hata kama kuna mahala uliharibu, rudi tena kwa Bwana. Yaweza kuwa kuna namna ulihuzunika, lakini rudi Bethlehem ili Yesu akupatie baraka. Yaweza kuwa kabisa kuna mazingira fulani ulipitia yasiyofaa kwa makusudi, ukaondoka katika mikono ya Bwana kwa makusudi kabisa. Unajua hiki kinachokifanya hakifai, Mungu alikataa, lakini ukaamua mwenyewe makusudi. Lakini leo ukiamua kurudi, Mungu atakupokea na atakupa mianzo mipya. Je, unatamani mwaka huu unapoisha, ikiwa leo ni sabato ya mwisho, unatamani urudi kwake? Kama unatamani, simama. Yule anayetamani tu arudi kwake, anayetamani kurudi kwake, rudi Bethlehem. Bethlehem ni mahali sahihi pa kuwepo. Usiondoke Bethlehem. Bwana asifiwe. Haijalishi ni matatizo mangapi utakutana nayo. Kutana na matatizo ukiwa ndani ya Yesu. Na unajua Yesu ni bingwa kutatua matatizo. Bwana asifiwe. Ni bingwa, yeye ni bingwa. Ni bingwa kabisa wa kutatua matatizo ambayo tunakutana nayo. Kuna kutia moyo. Hata kama uliamua kuondoka, ukaondoka nje ya mikono ya Bwana, rudi sasa. Haleluya. Rudi ili ufarijiwe. Rudi upewe nguvu zingine za kuanza mwaka ukiwa na moyo wa ushindi. Rudi upewe nguvu zingine za kuanza mwaka bila hatia. Haleluya. Na kwa sababu umeamua kuanza, hakikisha unamaliza na Bwana. Lakini upo wito wa pili. Kuna mtu yuko hapa anasema, ni kweli mimi nikijiangalia ninaona nilienda mbali sana na Mungu. Pengine sikujua nilienda kama alivyoenda Elimeleki, huku ninajua Mungu ni mfalme wangu. Niliondoka kama alivyoondoka Mlawi mwenye imani, na mimi imani yangu ikatikiswa nikaondoka. Nilienda mbali. Leo unasema nimetenda mambo mengi, ila natamani Yesu anisafishe tena upya. Huyo mmoja tu, wawili au watatu, na waomba watembee waje mbele. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu, apendezewi Mungu bila damu yake ye. Hakuna. Njoo tu kama unatamani Yesu akusafishe upya. Ukiangalia unaona wema wake umekuwa ni mwingi.
unatamani uweke agano jipya na yeye mchana wa leo, tembea uje hapa mbele. Unajua katika saa kama hii usiangalie macho ya mtu. Usiangalie macho ya mtu. Kila mtu anajua aliyoyapitia. Sikiliza, kila mtu anajua aliyoyapitia. Usiangalie katika saa ya wito kama hii, usiangalie mbona fulani hajatembea. Unajijua namna ulivyotanga mbali na Mungu. Unajua namna unavyomhitaji Mwokozi, uweke agano na yeye jipya. Kama ni hitaji lako, njoo utembee hapa mbele. Usiogope macho ya watu, hata sisi wenyewe. Tembea uje. Njoo tukua na moyo wa ushujaa. Tembea. Asante sana binti. Njoo tu. Wazee mfarijini kwa kumpa mkono. Tembea. Ni mmoja peke yake anayehitaji kusafishwa na kuanza agano jipya na Mungu wa mbinguni. Ni mmoja pekee. Tunataka tuende kuomba. Hakuna mwingine anayesema hata mimi natamani huyu Yesu huyu nianze na yeye upya. Natamani Yesu huyu nianze na yeye mianzo mingine mipya. Kwa kweli watu walikuwa kinitazama kwa nje wananiona ni Mkristo, lakini nimetanga mbali na Mungu. Ila natamani nirudi. Tembea. Asante sana. Njoo. Tembea. Njoo tu, usiogope. Na najua ninachompenda Mungu ni kwamba anaona ndani ya moyo. Na nakiona ndani ya moyo na wewe unajua namna ulivyotanga mbali na yeye. Lakini unapiga hesabu unaona ni kweli kabisa ulienda mbali na yeye. Kwa nini usije mbele tukaomba na wewe kabla sijabadilisha wito? Kwa nini usitembee? Ni wawili. Asante. Wito wa pili. Kuna watu wako humu ndani kwa kweli mwaka uliopita ambao unaisha ulikuwa ni mwaka wa vilio. Hawakuwa na tumaini, hawakuwa na faraja. Kuna mtu yuko hapa hakuwahi kufurahia kabisa mwaka ulioisha. Maisha yake yalikuwa ni ya huzuni kila siku. Na kila alichojaribu hakikwenda sawa. Lakini natamani aanze agano jipya na Mungu ili arudi Bethlehem apewe baraka za Bwana. Tembea uje mbele. Njoo tu, na hilo nalo hatulijui. Unasema na mimi maisha yangu kwa kweli yalikuwa sio maisha ambayo nilishuhudia mambo makubwa ya baraka ambazo Mungu alinitendea. Ila natamani mwaka huu unapoanza nianze maisha mapya nikiwa mshindi, nisimlie story ya namna ambavyo Mungu amenilinda na kunipa mianzo mipya mingine. Anibariki. Njoo. Beti la pili la wimbo wakati watu wanakuja. Ni safi ila damu ya Yesu, wala udhuru tena ila damu yake hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu ya Yesu. Mungu awabariki sana. Tunaenda kwenye maombi sasa. Kuna mtu mmoja amesalia, ana jambo anatamani naye atembee, analo hitaji la msingi la kwake binafsi. Anasema na mimi nalo hili natamani nitembee ili Yesu anisaidie. Kabla sijaenda kwenye kuomba, natoa muda mwingine, tembea uje hapa mbele. Njoo tu. Asante sana mama. Nashangaa wanaotembea ni wakina mama tu ndo wamejaa, wana changamoto pengine sijui. Ni kijana huko humu ndani, kuna mambo mengi yamekushinda kuacha. Kuna tabia unaipitia inakupa uzoefu mgumu.
Kwa kweli hata ukijaribu kuiacha inashindikana, lakini unasema natamani Yesu anipe mianzo mingine mipya, nirudi Bethlehem, nipewe mibaraka na ushindi wa tabia nazopitia. Tembea tu hapa mbele. Yesu anakujua. Yesu anafahamu jinsi unavyohangaika. Anajua namna unavyopambana kuacha tabia fulani isiyofaa. Na kama uko miongoni mwetu, tembea kabla sijaenda kuomba. Tembea kabla sijaenda kuomba. Njoo. Njoo tuombe na wewe. Tembea. Asante sana kijana. Njoo. Tembea. Yupo mwingine anatamani Yesu ampe maisha mengine ya ushindi. Njoo. Asante sana. Tembea. Wala usione aibu ya macho ya watu. Mimi kwa Yesu wasione aibu. Haleluya. Haleluya. Sioni aibu kwa Yesu. Kwa Yesu Kristo sioni aibu. Ni hawa tu ndo wanaohitaji Yesu abadilishe maisha yao. Na kama ni hawa basi nitawaalika tupate sala. Lakini kama upo nasema mimi kwa kweli Roho Mtakatifu ananiangalia moyoni mwangu, nina jambo natamani Yesu akutani nalo alibadilishe. Unajua huwezi kujua kwa nini naendelea kutoa wito. Hata mimi sijui, najikuta tu naendelea kutoa. Na hii ni kudhibitisha kwamba kuna mtu yuko kule hajajitoa kuja kwa Yesu kwa ajili ya kupata maisha mengine mapya, lakini uko miongoni. Kwa nini usije? Njoo, unajua kabisa kwamba unamhitaji Yesu. Asante. Unajua hata mimi sijui kwa nini naendelea kuongea. Pengine ni Mungu ndo anayehamasisha. Na huwa tunaambiwa ukihamasishwa hamasisha na wewe. Haleluya. Upo hapa. Njoo tu. Usiogope. Unajua bahati nzuri tunajijua. Na Mungu akiangalia moyoni mwako anajua kabisa kwamba unamhitaji Yesu mara fulani. Tembea. Njoo tu kabla sijaenda kuomba. Asante sana. Asante. Kimbia. Asante sana. Jamani, Mungu awabariki. Rudini Bethlehem. Haijalishi mlienda mbali kiasi gani na Mungu wenu, lakini amueni kurudi Bethlehem. Biashara yako ikabidhi kwa Bwana. Kila kitu kiweke kwenye mikono ya Bwana. Kama kuna vitu kwa mwaka uliopita unaoisha uliviweka chini ya mikono ya adui, ukavikabidhi kwa Ibilisi na kutangazia na kukutia moyo, virudishe katika mikono ya Yesu ili akufariji tena. Fumba macho yako. Baba mtakatifu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa namna ulivyonena na mioyo yetu. Ni kweli kabisa tulienda mbali na wewe kwa makusudi, lakini tunakushukuru kwa faraja na neno lako ya kwamba turudi Bethlehem. Bethlehem ni mahala ambapo pako salama. Ni katika sehemu hii ambayo Mungu wetu unapatikana kila siku, bila kujali misimu, bila kujali nyakati wala majira. Wewe unapatikana katika nyumba yako kwa ajili ya kutoa baraka. Sasa Bwana, watoto wako tulipolisikia neno lako limegusa maisha yetu, na kuna watu ambao kabisa wamekiri wanakuhitaji. Kila ambaye amekiri ya kwamba anakuhitaji, ninaomba Yesu, au ametembea au amesimama hajajitoa kuja mbele, lakini moyoni mwake unatazama kabisa ana kilio cha kukuhitaji, kutana naye mchana wa leo na umpe mianzo mipya. Tulienda mbali kwa mwaka uliopita, maisha yetu yakawa ni ya huzuni, yakawa hayana faraja, hayana tumaini. Yesu, mwaka huu kwa kuwa umetulinda na kutufikisha mazingira haya siku ya leo, ninaomba ukatupokee na kutufariji. Futa makosa yetu, futa machozi yetu, tufariji, tutakase. Na biashara za watoto wako, kama kwa mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa maumivu, alishindwa kufanikiwa, Bwana, kwa sababu amejitoa na kurudi Bethlehem mchana wa leo, ninaomba Yesu ukawape mianzo mipya. Palipokuwa hapana baraka, rudisha baraka zako. Palipokuwa pana changamoto ya maumivu, vilio, hawana furaha, ninaomba Yesu ukarejeshe tumaini. Ninakushukuru maana umetenda hivyo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. Kuna watu wamekuja na sadaka zao za shukrani, si ndio? Naam?
au mmeshazitoa? Basi kama mmeshatoa ni vizuri, lakini rudi tena kwa hesabu gharama ya baraka alizokupa Bwana. Ukiona bado ni ndogo, rudi tena umshukuru. Haleluya. Bwana wabariki sana.